Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninaenda kusoma neno la Bwana, ninaenda kusoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Luka mtakatifu, mlango wake wa 10 na mstari wake ni wa 17 hadi mstari wake ni wa 20. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nitasoma maandiko asubuhi ya leo. Biblia inasema ya kwamba ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kumbuka Yesu alikuwa ametuma watu 70, akawatuma wawili waende kufanya kazi, waende kuhubiri injili, waende wafanye uinjilisti. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Lakini Biblia inatuambia ya kwamba walirudi wakiwa wako na furaha nyingi sana, wakiweza kumwambia Bwana, hata mapepo wanatutii kwa jina lako. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Siku ya leo kama unataka pepo wa kutii, mapepo yote ya kutii, iwapo uko na Yesu, iwapo uko na nguvu za Yesu, iwapo uko na nguvu za Mungu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa sababu hawa wanafunzi wakati ambapo Yesu aliweza kuwatuma, kumbuka mapepo yote yaliwatii na waliweza kufurahi sana. Na yaliweza kuwatii kwa sababu ya jina la Yesu. Kumbuka jina la Yesu ni jina lililo kubwa sana, ni jina lenye nguvu, ni jina lenye uwezo, ni jina lenye linaondoa mapepo zote, ni jina lenye linakata na kuchinja mapepo. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Sijui kama wewe uko na jina la Yesu siku ya leo. Sijui kama ulimkubali Yesu maishani mwako, kwa sababu hauwezi ukakuwa na jina la Yesu kama haujamkubali Yesu maishani mwako, kama haujamfanya Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kama haujamkaribisha Yesu katika maisha yako. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ukitaka kukua na nguvu za kiroho siku ya leo, ukitaka mapepo ya kutii yote, lazima umkubali Yesu maishani mwako siku ya leo. Lazima umkubali, umpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako siku ya leo. Ndiposa mapepo yatakutii, mapepo yatakuona na yatatoroka, yatatetemeka mbele zako. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Tuendelee, nitasoma mstari wake ni wa 18. Biblia inasema ya kwamba akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kumbuka shetani alitupwa kutoka juu mbinguni na akatupwa hapa duniani, na anatuhangaisha sisi binadamu, lakini tunamshinda kwa ajili ya jina la Yesu. Tunamshinda kwa ajili ya ushuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo. Maana Yesu aliweza kuambia wanafunzi wake ya kwamba ameona shetani akirushwa kutoka juu mbinguni na akaanguka hapa duniani kama umeme. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo shetani yuko hapa duniani, anatembea miongoni mwetu, anafanya kazi miongoni mwetu, isipokuwa sisi tunajificha chini ya Kristo, tunajificha chini ya mwamba usiotingisika milele, tunajificha chini ya damu yake Yesu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nitasoma mstari wake ni wa 19. Biblia inasema ya kwamba, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kumbuka Biblia inasema ya kwamba unapompokea Yesu na kumfanya awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, tazama Biblia inatuambia kwamba hapo ndipo anakupatia nguvu za kukanyaga nyoka. Haleluya, anakupea nguvu ya kukanyaga nyoka zote na ngee zote, ya kukanyaga adui. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Biblia inasema ya kwamba na hawa adui, hawa manyoka, hizo vitu zote asitawadhuru kamwe. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Siku ya leo tafuta Yesu, tembea na Yesu, atakusuilia kwa mambo mabaya yote ambayo yamejipanga mbele zako. Utakanyaga nyoka lakini haitakudhuru. Utapita katikati ya maadui yako lakini haitakudhuru. Utapita katikati ya moto lakini haitakudhuru. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Siku ya leo tafuta nguvu ya Yesu, tafuta nguvu ya Bwana, tafuta neema ya Bwana. Tembea ukiwa na jina lake Yesu. Tembea ukiwa umepeana maisha yako kwa Yesu. Tembea ukiwa umepeana kila kitu kwa Yesu. Tembea siku ya leo ukiwa umepeana watoto wako kwa Yesu. Umepeana kazi yako kwa Yesu. Umepeana wazazi wako kwa Yesu. Umepeana ndoa yako kwa Yesu. Haleluya.
Maana Biblia inatuambia kwamba atakupatia nguvu ya kukanyaga nyoka na nge, na adui wote hawatakushinda kamwe. Haleluya! Na hayatakudhuru kamwe. Ina maana ya kwamba ukiwa na Yesu moyoni mwako, ukiwa na Yesu maishani mwako, hakuna jaribu ambalo litakuja na ikushinde. Hakuna jambo ngumu kiasi gani litakushinda. Biblia inasema ya kwamba haitakudhuru kamwe. Hakuna kitu ambacho itakuja maishani mwako na ikudhuru, ila wewe utakuwa mshindi. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Nitasoma mstari wake wa 20. Biblia inasema ya kwamba, lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hii ni swali nyingine ambayo nitakuuliza siku ya leo, mpendwa mtazamaji wangu na msikilizaji wangu. Jina lako limeandikwa mbinguni. Jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima wa milele, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba usifurahi tu kwa sababu mapepo yanakutii. Usifurahi tu kwa sababu wewe ni muombezi, unakemea mapepo yanaondoka. Usifurahi, bali furahi kwa sababu jina lako limeandikwa juu mbinguni. Hivyo ndivyo aliambia wanafunzi wake wale ambaye alikuwa amewatuma wawili na walikuwa 70 kwa wakati huo, akawatuma waende wafanye uinjilisti. Na walipokuwa wamefurahi ya kwamba pepo waliwatii, kumbuka Yesu aliweza kuambia ya kwamba msifurahi tu kwa sababu pepo yamewatii, bali mfurahi kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Majina yenu yameandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Siku ya leo ninakuuliza mpendwa mtazamaji wangu, jina lako limeandikwa katika kitabu cha uzima. Jina lako limeandikwa kule juu mbinguni. Unajulikana na Mungu Baba, unajulikana na Yesu aliyekwendea msalabani. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Maana jina lako alitaandikwa katika kitabu cha uzima kama umjui Yesu. Jina lako alitaandikwa katika kitabu cha uzima kama hujatembea kwa uhaki na utakatifu. Jina lako alitaandikwa kule juu mbinguni kama haujajitenga na dhambi. Siku ya leo kimbia sana, siku ya leo shughulika sana, jina lako liandikwe katika kitabu cha uzima. Siku ya leo tubu dhambi, achana na dhambi, badilika kwa njia mbovu ambazo unazifuata, anza kumfuata Yesu, anza kuita damu ya Yesu, anza kumkubali Yesu maishani mwako. Kubali Yesu, mpatie Yesu ruhusa afanye kazi maishani mwako. Mpokee ndani ya moyo wako, mwambie ya kwamba umemfanya awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ndiposa jina lako litaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Jina lako litaandikwa kule juu mbinguni, ndiposa utajulikana kule juu mbinguni, ndiposa utajulikana na Mungu Baba aliyeumba mbingu na hata nchi, ndiposa utajulikana na Bwana wetu Yesu Kristo aliyetufia pale msalabani. Inasema katika kitabu cha Luka mtakatifu, mlango wake ni wa 11, mstari wake ni wa 1 hadi mstari wa 4. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Biblia inasema ya kwamba ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyofundisha wanafunzi wake. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kumbuka hawa ni wanafunzi wake Yesu, walitamani Yesu awafundishe jinsi ya kuomba. Kumbuka hata nabii Yohana alifundisha wanafunzi wake kuomba, ndiposa pia wao walikuwa wanafunzi wa Yesu, waliweza kumwambia Yesu aweze kuwafundisha pia wao jinsi ya kuomba. Haleluya! Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mstari wake wa 2, Biblia inasema ya kwamba akawaambia, msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mstari wake wa 3 inasema, utupe siku kwa siku riziki yetu. Mstari wa 4 inasema ya kwamba utusamee dhambi zetu kwa kuwa sisi nasi twamsamehe kila tumwiae, na usitutie majaribuni, lakini tuokoe
lakini tuokoe na yule mwovu. Haleluya, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Hayo ndio maombi yaliyokuwa rahisi sana ambaye Yesu aliweza kufundisha wanafunzi wake siku ya leo. Maana kuna watu wengi ambaye anakuambia yeye ajui kuomba. Kwa hakika kuna maombi hapa ambaye ni rahisi sana ambaye Yesu mwenyewe aliweza kufundisha wanafunzi wake. Hakuna haja ya kwenda mbele za Mungu na mambo mengi. Hakuna haja ya kwenda mbele za Mungu na kutamka mambo mengi, mpaka hata katika hayo wingi ya maneno utapata ya kwamba umemkosea Yesu. Katika wingi ya maneno utapata ya kwamba umeenda kinyume cha Mungu. Haleluya. Haya ndiyo maombi ambaye Yesu aliweza kufundisha wanafunzi wake, na pia sisi tunafuata vile Biblia inasema ukuwe unaomba jinsi hii, kwa sababu haya ndiyo maombi ya pekee ambaye Yesu aliweza kutufundisha.